Kuna mchezo ingine yenye inafanyagwa na viongozi yenye haifai kuwa mchezo karibu na nchi. Kama saa hii tunaona mchezo na education. Education sio kitu ya kuchezea. Kuna mambo zingine zikikupita wakati inafaa kufanywa, hiyo mambo you cannot claim it again. Na if you happen to claim it, it will be very costly. For instance, education. Education, hiyo ka certificate yenye watu wao wanachezea sababu ulisomea kwa matope. Wacha nikwambie, ikikupita wakati yako kusoma ukiwa mzee, it will be very costly. Nyinyi Gen Z, you can joke around with leadership na mkosee mimi kutetea haki yenu, but nyinyi Gen Z mmekuta elimu ya Kibaki akilazimisha watu wasome. Gen Z mmekuta watu ya Uhuru kukiwa na full transition from primary to secondary to university. Sasa saa hii mnafikiria it's obvious for you to be learning. My friend, ukituuliza wale watu wenye tulikuwa tunasoma wakati kulikuwa kunafanywa harambee ndivyo mtu aweze kusoma, that is when you can respect education, and that is when maybe leaders can understand what I'm talking about. For instance, tuseme kitu kama vaccine ikupite ile age yenye unafaa kukuwa vaccinated, ndio utajua the consequences za hiyo kakitu tu kenye kanandugawa mtoto. Unaonaga wa mama wakizunguka huku nje wakiwa maybe Ministry of Health, wakati inazunguka hiyo kakitu mtoto akikosa, ndio utakuja ku understand the importance ya hiyo wakati mambo ilikuwa inafanywa primary, ati watu wote wachangie. Ukipasu hiyo kakitu ukiwa individual, utaran to value the cost ya government services. So the people in government, sometimes when you are enacting laws, kindly enact laws zenye zinaweza kulete conducive even conducive life after hii mambo yote yenye tunafanya saa hii, sababu hamtaishi kwa uongozi. Otherwise it's very painful with kind of the joke yenye iko na responsible government education apparatus. Impossible. Let's be serious. Nchi ya watu wenye hawajasoma, people might trivialize education, but for me, sababu najua ile kajia kenye nimeenda kusoma nikiwa mzee, najua nikajia kanakaje, nikajia very painful. So for that reason, education ndio kitu ya maana sana. Though education in Kenya has been hyped and we have been offered a very low standard or low quality education. Saa hii mtoto wa university mwenye anafanya account hauwezi kumwajiri until umuonyeshe vyenye anafanya kazi, sababu utakuta huyo mtu hakuna kitu anaelewa. Tumesifu education which is half-baked, education yenye haina zile qualities zenye mtu anaweza fanya kazi yake. We have just embraced papers. Mtu akiwa na papers tunaona ako qualified, lakini cannot do even a quarter of what in those papers. Mimi mniulize, sababu mimi nimeajiri account na wale watu wenye walikuwa wanaheshimika sana hiyo miaka ya 90s yenye Nairobi University walikuwa na produce, lakini wasahi bietu wa KCA, bietu wa Nairobi University, unakuta hakuna kitu yenye mtu anaweza fanya constructive. Unakuta mtu ni wa university nimewaajiri, unakuta spelling kukona confusion everywhere. So for that reason, when you embrace education kindly, wacha education ikuwe na quality, na wacha our education ikuwe affordable. Otherwise, with kind of how you have diluted our education, we are heading on a very dangerous cliff.